Ndipo mimi nitamkazia uso wangu mtu huyo. Msijivalie upaa kichwani wala wasitaki katika miili yao. Maana tu mesana na ingine kazi kama nini kila mmechikiwa umekuwa kunywa kabisa. Usaka na wale ulete Laini ngaira wewe klasara kile siku na ndoka na maduara ndio kwa wanajani wale kiangalie hata vijana tena rai na ungetesema ama kukutesema especially wanakwaya oni ngereza alizitakulia bora lakini wale ndio kama wanakwaya ndio kwa pamoja anataka kutoka kile kwa hiyo anataka kutoka kwa maya kumaanisha ya kwamba ngeke mimea ya lakini hapo kama ndio nimekiwa kule nyoni ikiwa wewe ni kiongozi uwe mtu wa mvuto hata kuvaa kwako hata nguo zako kuoneka yule soka mrai kwa amani wako ile baada tena hakika huyo ni kiongozi iwa mafunzo yanapo na jamii mtindo tu ndio kazi nyingine kwa sala yaona hivi ya umma kile ni kitu kitendo style huko kuna kwa akaida Mungu anakuwa na baba yake kwa. Maana kama Mungu akasema wasema hii jua ya kwamba safari na mnadani bado. Ingawa tawazana na nyinyi wame roka safari bado. Ndio safari bado. Anaona nalo. Kwa Mungu akasema wasema kia bayana safari bado. Mopige iko. Amaje kikia kwa somo. Hiyo basi. Ni moisa Onakati ukichaino wasiki chichiba mchaino mesia ingia yaani ndio kuna ile pesa wala ndio nilikuwa hapa na kamesi nilikuwa ile kilo na yale kilo kwa haya what is wrong with you msana kwa sae lakini ingine wale mroho sana kanisa kama mwanaiku wa kanisa anavyostahili kuvaa. Wao tulikuwa na kuelekeza kama ikiangalia kwa majina kama na dini. Kama ni timu ya soka. Naomba nilete hadithi ya Joseph
Joshua 1 kuanzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 9. Ngoja ndani kitabu cha Joshua Evidenso amekuwa kwa kia katoto pake kwa kia kianda. Na baada sausi mora tani na maguraino kuna na ile kuseira ma imbaye. Ejangane wano mingona jatele ero ya yani oyiere rebalo esama ya susu. Aime rocha nene mwefara. Yokwana ne eseonsi ya hiki oyiere nyancha enene ya bosongo. Nataka usikilize verse 5 onwards. Akatoka anaenda kwa kiana tano. Kuna nyasama ya Joshua. Asolo ni mama Owens, omondoka yorako boye. Kuna na Musa na bwana Hawa naye kiko kila Nyang'ate. Hawa makomo na omaremu ekiala na yora ikyabakala. Bwana walense hiyo na yende kizoko chabeira na gotiana kanimba ye. Kotana na bakulioka na omaremu. Olende na obwatemo na ongama chikonsi aya omosombona Musa agochikerete. Tomasa koyatina na gochuka Ucia anonsi asama koyo useyo kore ebyo nalyo ora asisanywe anonsi ase ogocha magane mukwe ya machiko oya kupanga mutambe nomono oya iranene omo baso na ogo kuko omugande na okore ons ayali kireo ebyo nalyo ora asisanywe mono asichinjira chao chos ime Kalije na kuchikire mnakote na raba kwa omoyane asaje ko ondoka kwaweza kukomoyo ekiagera nje omonene yasao ni wende amonaye andonsi bora kwa Bwana Yesu asifiwe. Hiyo basi ukiwa kiongozi wewe marembo wewe makomo yake kiongozi yule kwele tena yako ukimuka na kuaora na vile wakati mbele daima nyuma na gani hayo ya wao mama ya ili hiyo wanamuona ingekana hapa na yeye na sababu ya Joshua otelelewa kwa kama chikona kwa ile mbele ndio maana nikasema ya kuwa ikiwa wewe ni kiongozi ikiwa wewe ni kiongozi lazima uwe mtu wa kustani fahamu. Kwa sababu kiongozi kenda kusoma. Ndio maana nikakwambia kwamba kidai ya kwamba wewe umesoma Biblia. Ikiwa umefika mahali kuna hitaji mtu amekuambia maneno yake, ndio ya kwamba kulingana na yale ameelezea inafaa nisome hili fungu. Sio mtu wa kusoma sasa unajua Biblia inasema ya kuwa yani mtu akifungua hiyo fungu ambalo umelitaja halipo. Kama na mkwani Mungu Musa tunamwona Biblia tawaya nje. Hayo unataka kuifahamu kwa hapo hata kama chini Mungu watabishiwa na hiyo. Lakini kama Mungu kama maana yuko na moyo hiyo ndio. Uwe unayarudia siku baada ya nyingine. Unakuwa yaendelea. Elida sole inikiso wendi bencha ukikutana na changamoto fulani ya kusaidie uwe unatatua kwa urahisi. Yeye ambaye yeye amekuwa asije chioma taikuwa machiko. Kwa maana wakati ule nilikuja hapa tulisoma ya kuwa kiongozi lazima anyenyekee miguuni pa Mwenyezi Mungu. Asome Biblia. Hiyo basi lazima atafute uongozi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hayo maneno tulisoma kutoka kitabu ya Yeremia. Mungu rai kwa sababu ulipokuwa soma nene, hayo kwa wale bila ndia yeye. Wao ndio mwanadamu mimi kile mkole ekiara akwaikira siku akuombeire kiongozi wa maombi, kiongozi anayetakia kila mtu kila Ano, salera amanda, maya. Kaya para niya ada kamana nene correct.
Hivyo basi Mungu anaambia Joshua ya kuwa mimi ndio nimekuahidi haya. Mimi ndio nilikuwa pamoja na Musa na nimeahidi ya kuwa nitatembea pamoja na wewe vile nilifanya Moses. Na wewe mwaka huu umechaguliwa kuwa kiongozi. Aliyekuwa kiongozi last year, Mungu alitembea pamoja naye. Na ameahidi ya kuwa na wewe mwaka huu atatembea pamoja na wewe. Sasa kazi yako ni kumpelekea plans zako zote kulingana na kikundi. Kwa maana unaposoma Methali 16 mstari wa 3, Biblia inasema ya kuwa mipango yetu yote tuichukue kwa Mwenyezi Mungu atubebe. Haya atasoma huko. Tuweke hapa. Mkabidhi Bwana kazi zako. Mkabidhi Bwana kazi zako. Wako yatadhibitika. Yes. Mungu maneno yao kama damu keraona sisi kwe. Mwambie Mwenyezi Mungu mwaka huu naomba utusaidie tufanye ABCD. Na Mungu atatenda kulingana na mapenzi yake. Ndio basi usikue kiongozi ambaye hana maono, ambaye hana plani yoyote. Nasema ya kwa sasa tunaona nimeshikilia mbali aliyekuwa kiongozi hapo kufanya chochote. Sasa mimi nitaanzia wapi na nitamalizia wapi? Hii kazi sio yako, kazi ni ya Mwenyezi Mungu. Na kuna baadhi ya viongozi ambaye hawataki kusoma ukweli. Wanataka wakiamua kusoma neno la Mungu, kusomea watu wa Mungu, wanasoma yale maneno yaliyo laini. Yaliyo laini maneno gani? Yale ambayo hayagusi dhambi na makosa za ikiwa hutaweza, Biblia inasema ya kuwa ushuke alafu ufunike. Haijasema ushuke alafu ufunike. Biblia inasema ya kuwa ikiwa hutaweza kufunika, unjoe, ukate. Lakini ni rahisi mwanamke kusomea wengine. Hawasomezi watamuona vibaya. Watu wanataka maneno yaliyo laini. Yanapatikana wapi? Isaya 30 mstari wa 10. Nitutamtaja maana watu wansera. Ama watu wazarara, aye nimejia wangu wani. Maneno laini ni yale yanahusiana na dhambi za watu wengine. Sisi tuambie hayo. Hata maono msituambie. Ikiwa mnaambia kutuambia, mkudanganye. Haya nasoma Isaya 30 verse 10. Waambiao waonaji msione na manabii msitoe unabii kwa mambo ya haki. Sisi tuambieni maneno laini. Yadanganyayo. Mtoto mwenye na mtoto mwenye mjanga tu hiyo. Mtu kichama akatabia maana makao. Na kaka hawa kama ngoma ya tobo wani ngoma kwa wala hata kitu yororo ebi ajibani ke ngoma kichama ti ndio kama neki kwa mtakibani ya kisama nyuma ngema hala hata ni jamaa Biblia inasema ya kuwa piga kelele kwanza nini batembie wewe utaikuwa mtaja kutambela mama maya na hata niwe sio kwa kiroi ni kama maneno haya yatahubiriwa ulimwengu kote. That is Matthew 24 verse 14. Hiyo basi ukiwa kiongozi, usiwe kiongozi wa kuepaepa mafungu mengine. Soma vile ilivyo. Ikiwa hutafanya namna hiyo, na kazi ya Mungu unafanya kwa unyenyekevu. Unasema ya kuwa hapo ningeenda, kwanza ningefanya vizuri. But because of our circumstances, I can't make. Kwa unajua vile biashara yangu inanitegemea sana. Na unajua nisipokuwa huko, wakati kama
vingine. Wewe. Biblia inasema ya kuwa alaaniwe anayefanya kazi ya Mwenyezi Mungu akiwa na gani? Mlegevu. Alafu the last statement, alaaniwe anayezuia upanga wake usimwage damu. Upanga unamaanisha nini? Ukweli. Hautaki kuambia mtu ukweli ya kuwa hapa umefanya makosa. Maana unajua ukimwambia uadui utaanza. Sasa wewe unaogopa uadui. Wakati mwingine wewe kama mama ni mchawi, nasema ya kuwa watoto wako ni wadogo, siwezi kusema hivyo. Wacha tu ikae. Maana mbingu kila mtu ataingia huko kulingana na matendo yake. Ndio mbinguni kila mtu ataingia kulingana na matendo yake, na wewe ukiwa kiongozi, ikiwa utasema ukweli, jambo kidogo itatokana kwako. Baada ya kuwa maroji, mtu madai wata kaenda ala sasa mtandika hapa ile kigo. Haya tumia hapo. Ndio jamaa mmoja aliwa kwa ndogo maro yako ndio amanyinga. Ekera tutajua tayari yeye. Tukiwa baraza la kanisa, tuko nominated. Na unajua ya kuwa aliyechaguliwa kweli kuna kasoro, lakini huwezi kusema. Ni kwa sababu gani? Hawa walio kwa baraza wametumwa. Mtu hapo kwa baraza, mmoja akikataliwa, anamsms, anamuuliza, mbona fulani amekukatalia sana? Ni kama hakuna urafiki. Sasa mtu akitoka hapo baraza ya kanisa wakikutana huko njiani, anakusaidia, lakini mtu anarespond akiwa amechoka. Ni kwa sababu gani? Alipata SMS ya kuwa hakuchaguliwa because of ya kuwa ndio. Mungu anasema kwa watu mama anakoshika kuorea kwa. Ila watu wanaojadili ile kinao msetu. Anapo walipotaka sababu kanisa ingine imetema jana kwa wazi. Naleka na usiku. Emani wana sababu kanisa ingine wea. Watu wale wanapotia kanisa tukoso ama angelia yonsi. Biblia inasema ya rahisi inahesabiwa kwako. Haleluya. Aliokoa. Hata mnaitika amen. Hiyo ndio kujua maana ya amen. Amen means imani nini? Ndani ya God, lakini tena ndio Mungu ananena. Sasa hapo ni wapi? Wacha kwa nini moja ana ndio kwa yakini. Yaani dunia inafanya kampeni wakati wa uchaguzi na sisi kanisani tunafanya hiyo kampeni. Nasikia wasee wanasema ya kuwa mkumbuke. Unajua wasee ukumbuka. Ukumbuke wametawala sana. Sasa mkumbuke mwaka huu muone ile mtafanya. Sasa mkiingia nominate unaomba ya kuwa Roho wako Mtakatifu atuongoze tutakapofanya uchaguzi. Tukifika wakati wa uchaguzi, Roho Mtakatifu anawekwa kando. Watu wanachagua kulingana na mapenzi yao. Halafu baadaye wanaanza kulia. Wala maneno walikuwa wanaona chochote, lakini ile wana wengine kama tunapokuwa tunawachoni. Kanisa yao wako mlimwa. Kiasi tu anaweza kuongea sema kwa jamii ile ndio yapata hivi. Watu hawachaguliwi kulingana na vibaji vyao. Mungu anachagulia kwa yake. Inaanza kulingana na posture. Kulingana na nini alete. Ndio mambo ya kuende na wana Yesu Mungu. Unajua Yesu Mungu anafanya nini? Alipobarikiwa akawa mvivu kupita kiasi. Na hayo maneno unasoma Leviticus 32 verse 15. Yesu Mungu akaenda na akaanza kuienda. Akaenda na kuteomba Mungu. Hata kuna mahali nilikuwa nasoma ya kuwa usia hiyo basi ikiwa tunataka kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, tusiende pamoja na cheo, tusiende na posture, kulingana na mapato ya mtu. Mtu ameokoka hivi juzi, halafu tukifanya uchaguzi, akifika katika ujenzi, tunasema ya kuwa hamna fulani, maana yeye ndiye anajua wageni ambao atakuletea wafanye harambee. Sisi tunaangalia pesa. Na Biblia inasema ya kuwa ikiwa mtu anachaguliwa kuwa kiongozi, asiwe mtu
Deuteronomy 13:13, tukitii amri za Mwenyezi Mungu tutakuwa watu wa vichwa hadi si wa nini? Wakukia. Hivyo basi, ikiwa wewe ni kiongozi, kama wewe ni kiongozi wa Mungu, kama Joshua, kama Musa, kwa kiongozi wa kuombea ile timu ambayo unaiongoza, kuna mahali unafika inafanya kinyume na Mwenyezi Mungu, kuwa mtu wa kuwaombea. Ndio kuna kwa mtu mwingine jamani, njeko batilane, kama tunamwona Musa alikuwa anaenda kwa Mwenyezi Mungu, anamwambia Mungu akisema ya kwamba hao watu nitawaua. Moses anaambia Mwenyezi Mungu ya kuwa wasamehe. Alikuwa kuwasamira. Lakini wana tu kuimuomba. Nimerudi kwa hawa wanaoongozwa. Abagomba ibakurawa, baba kibutiza. Wale kinza. Sano ko chiboni kwekire, anali bonimbo. Anali bonimbo. Kwekire na mwana paka ndoye, ndiwa takire na opesaje kama kiara. Ekele kiara mocha. Ekele kiara, wana betolete, ekele hija jana kwa tole ndani. Waweka chikoge, hiyo basi kuna watu kama hao ambao wanasumbua viongozi. Yaani kiongozi akisema namna hii na yeye anasema kiongozi namna gani? Hiyo haiwezekani kabisa. Hiyo haiwezekani. Sasa kiongozi atashinda, mimi na wewe nani kiongozi? Halafu kiongozi anaacha. Wakati wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kufika Mount Horeb, walifika huko wakasubiri Musa aje na amri 10 za Mwenyezi Mungu. Musa akiwa huko imani siku 40 wakasema hatujui kuienda namna gani. Sasa hapo mkifu tafanya tutengenezee kandama hapa tuwe tunaabudu. Alafu hao akaambia hao wazee, unajua ni wazee walienda kwa hao. Maana na wao jinsi sana kama maneno Musa kama kisa kile. Wale ndio wakapanda Musa. Kwa sababu kama mtoto anakaenda ndio anasema mtoto anaondoka. Lakini kama wako sana, kila mtu alina Koma ndio unaro yako batera. Ndio yako mafungu walio, babu usiende ni gore kabele. Igoma usiende Yesu, babu usikia nini? Babu usijipango, ili kimbia usiruka bora ndani, ndio usiende kotie. Igoma mmoja na hawana pia Yesu. Yaani wakaa ile vitu ambavyo walikuwa wamejipanga navyo ili Moses na Aaron hawezi kuwatengenezea kandama kadogo wale wanaabudu. Sasa Moses ndio kutoka Mount Sinai wakiwa na Joshua. Moses akasema ya kuwa ni kama amesikia sauti. Na sauti yenyewe sio ya sherehe. Ni kama watu wameanza kuabudu kitu. Kufika huko wakapata walitengeneza kandama. Wanaendelea kuzunguka. Wanazunguka. Ndio maana Moses zile amri 10 alipewa akafanya namna gani? Akafanya kineremse. Hiyo basi Biblia inasema ya kuwa wale ambao walifanya hayo akafanya dhambi, Mungu aliwaua. Hebu tusome Exodus 32:35. Exodus Exodus 32:35. Bwana akawafanyia ile ndama ambayo Aroni alifanya. Omonene akabariki susu ekiana bagereke alukakakora emori kelina bakaya maji. Sasa na wewe Bwana atakupiga maana umesababisha viongozi wametenda dhambi. Umesababisha kupitia kwa njia ambayo unafaa. Ile njia unaongea, ile njia unaonekana, umesababisha viongozi wametenda dhambi. Ndio kana, ndio Bwana, alikuwa kama Bwana waumia nini huku? Bwana yeto, alikuwa nini? Au Bwana ndio tu. Alikuwa na hapo leo kwa. Ndio mwezi. Bwana ndio Bwana sasa. Alikuwa huyo baba. Baba
wewe because we have citizens. Ndio kwa watu kwa jamii anaokera kama maneno ndio unasababisha all change his minds. Hiyo wazi Mungu akatupiga sisi maana tumekuwa vikwazo. Hivi ndivyo wewe ana kwa nini hata rejea sasa inataka kuroho. Unaposoma tafsiri mazikiri sasa waliamua wakatoa hizo vitu zote. Ndio maana ikiwa mtu umeamua kusoma juu ya kuvaa rangi ya kanisa, unasoma kana kwamba hauna maana ya kuangalia watu, lakini unasoma kilicho ndani ya Biblia. Kwa wewe ukiwa wewe mtu wa kuongozwa, kuwa mtu ambaye ni rahisi, kuwa mtu ambaye kumfikia ni kitu rahisi. Kama mtu mmoja kama rais yuoikira, olina mamotika, olina mababu, olita kwa wewe sitoa. Ikiwa tumeapa ya kuwa tutafanya harambee fulani, kila mtu atatoa 500, wewe wanakujua ya kuwa hautatoa, maana hujawahi toa. Sasa unafanya viongozi wanakombana sabato hata sabato ya kuwa wewe ambao hujatoa. Sasa tutawafanyia nini? Sabato ijayo tutasoma register, alafu unakaa nyumbani. Ukisikia wameita register wamemaliza sabato hiyo, alafu ndio ukisema njasi kama unakuja sasa maana register imetoka. Alafu ikiwa ni welfare, mtu amepigwa, kanisa inastahili ifanye APCT, wewe unasema tuko pamoja. Alafu unakaa pamoja na mwingine, unakaa pamoja mpaka msiba unaisha. Alafu wewe ukikupata unaanza kudai ya kuwa hawakufanyia ile walifanyia fulani. Wewe unasema ya kuwa yale ambayo unataka wengine wakufanyie, lazima na wewe ufanye nini? Kai Matthew 7:12. Ambazo mmoja tunakora wewe na ile mkora na bande. Kama ndio kama kwa wewe ndio kama kwa kwa ni kwa asonchio ayo barole. Wao kwa jamani hadi ndio kwa atakopa ni manoya huko. Hapo era. Ukiwa ndio katia kwa pale. Jamani Biblia inasema ya kuwa tusidanganyike, kile ambacho tunapanda ndicho tutafanya nini? Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Kwaya ya mkono nishe kwa wimbo moja. Wanakwaya tukimbie kwa wimbo.